Yeah. Upendo na maumivu vinaishi pamoja. Siku sitaisahau, Baba ulikuwa nguzo, leo ni kivuli tu. Nilikuwa mtoto mwenzetu. Mbona saa hizi saa 5 hii? Mbona weleweki? Watifa, my style. Umetoka wapi? Saa 12 hii umetoka wapi? Amna mume wangu, nimetoka tu. Hivi mwanamke unanitafuta nini mimi wewe? Kwa hiyo mimi nikitoka nikienda kwenye misha za usiku nikirudi sasa hivi. Kaongele ndani. Twende ndani kwanza. Na hiyo nini? Afu mwanamke unajua mimi unanitafuta lawama unajua. Na hii nyumba nitakuhamisha. Yeah. Upendo na maumivu. Mbona mtoto unataka kunichanganya ubongo? Yaani unataka kunichanganya ubongo. Yaani ndio siku ya kwanza unaingia ghetto sasa unaniambia tena sijui uende sijui nyumbani alafu urudi. Maana yake nini sasa? Wewe ni mgumu kuelewa. Nimekwambia subiri niende nyumbani mara moja. Mama tu nimemdanganya kuna sehemu naenda. Fomu zangu chafu nataka nikafue tu narudi. Sasa usichoamini hapo kitu gani? Sio tuaminiani. Mimi tutoka lini labda tumeshai kutoka labda niseme leo nakuamini wewe mara yapi? Somewhere ulivyoamua kuingia ghetto. Yaani mimi ulivyoniambia tu unakuja. Mwisho wa siku nikaa nimejipanga. Nimekula mputu, nikala karanga mbichi, nikala mwogo mbichi. Mwisho wa siku nikamalizia tena na mbata. Alafu tena wananiambia uende urudi. Unadhani mimi nitajisaidia vipi hapa? Sawa, sijakwambia kama sikupi. Kupata utapata, ila niende kwanza nyumbani mara moja. Chelewa bwana, nitakuta mwana si wangu. Mimi nataka mambo yenyewe tuyamalize muda huu. Vipi jirani? Kwema? Vipi jirani? Mbona mizozo? Tatizo naweza nikasema kwema si kwema. Maana somewhere huyo mtoto maana kaingia timing. Na ukiangalia siku zote introduction ndio kila kitu. Mtoto kaingia ghetto sasa hivi ananiambia niende nyumbani, sijui nikamwage mama, sijui nikamwambia Nyonzo bin Nyonzo. Mimi nashindwa kumuelewa. Sasa sijui tunafanyaje kwenye hili ndugu yangu. Haya, unamwambia wewe kusaidie nini? Basi namuelekeza hapo. Wewe unatuambia sisi watu wazima tunaojua mambo. Jirani unakwama wapi? Au unioni jirani mie? Unioni? Mtoto mmoja au chochote?
sawa mama, lakini kwa mabinti wengi hiyo ni hali ya kawaida sana, wala usijali wala usiogope. Si umesema leo nimeona ni kwa mara ya kwanza, ndio itakuwa ni kwa zaidi hadi ni kubwa ya tuseme, si ndio? Tuna sisi wanawake si umeona kwa leo ni mara ya kwanza kwa kawaida. Kwa hata usijali, mimi nitakupatia hii taulo ya kike, utaenda kumpatia changamoto ambayo itamfanya kujisikia vibaya au akakusimulia kwamba anajisikia vibaya, labda anajisikia damu zinatoka nyingi, itakufanya wewe utamuelekeza au wewe utamleta kama mzazi ili kuendelea kuona matokeo ya mwanao. Sawa, sio tunaelewana? Sawa, mimi nitakuta hapa nikufungie utaona binti yako hapo sawa, damu zinatoka kwa wingi na hapo sisi tunafundisha sisi tuone matokeo yake au maendeleo yake yanaendelea. Sawa mama, karibu. Sina shida. Kama itatokea kama ulivyoniambia, nitakwambia mwenyewe yake au wewe ndio kwa sababu ni mama anaendelea kazi. Sawa, karibu. Sawa, karibu. Jana baba yako alikuja kwetu ili apate utajiri. Baada ya kupata utajiri, alikuwa vizuri sana katika kafara zetu. Kila mambo ambayo tulikuwa tunamwambia alikuwa anaenda sawa. Sasa nimekuita na wewe kwenye ndoto ili nije nikwambie hili ya kwamba kama unaweza uendelee na utajiri, lakini kama usipoweza tuchukue mali zetu zote. Umeelewa kijana? Sikuelewi unamaanisha nini? Yaani mali gani? Mali gani unazungumzia? Sikuelewi. Hebu nieleweshe basi. Yaani utajiri umeingia naje? Babangu umempaje? Sikuelewi mganga, sikuelewi. Hebu nieleweshe basi. Muda ukifika utaelewa tu. Bado muda mdogo utaelewa. Nimekuita kwenye ndoto ili kuja kukupa habari hii. Unanichanganya. Mapenzi ya kweli kanina Sara, kani alimwona Sara moyo kasimama, tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu, machoni mwake nuru kama nyota angani. Toka mundani. Toka mundani nimekwambia. Wewe ndio utoka nyumbani kwangu kisa hiki. Rudisha hapa. Tulia. Kuja hapa wewe. Tulia hapa wewe. Wewe pia tulia hapa. Sitakusikia chochote. Hivi mwanamke nikupe nini wewe? Nakupatia kila kitu. Nikusamee kitu gani? Usho kinoma rafiki yangu. Nitokukosea. Upate nini kutoka kwangu? Kwani hapa kuna nini? Si mwanamke mzee anashindwa kujiheshimu huyo. Wote wawili. Sio hivyo nini kati tumekuta ndani wewe unataka nini kwangu wewe? Tumekuja mahali hapa. Mipango inayoendelea kwenye
kwenye simu kwa habari ya mtoto wako sio mzuri. Sasa tumekaa tukajadili ya kwamba ujihuzuru kwenye kiti hicho cha mwenyekiti, akae mwingine, kwa sababu skendo inayoendelea kwa mtoto wako, hapana, itatuchafua wanakikundi yote. Ndio maana tumekuja mahali hapa tuweze kuzungumza na wewe kwa habari ya hiyo kitu. Maana kwamba ujihuzuru, utoke kwenye hicho kiti, awekwe mwingine. Au unasemaje? Kabisa, yaani kweli unatakiwa ujihuzuru. Upo mama? Ujihuzuru. Uchukue karatasi, uandike, utuletee kule ujihuzuru. Sawa. Hicho ndicho kilichowaleta kuja kuniambia. Kabisa. Mimi nilijua labda mmekuja kunipa pole na kunifariji jambo ambalo mimi limenikuta. Yaani wewe unaleta mambo ya ushoga kwenye kikundi? Yaani kwenye kufarijiana, tunakufariji nini sasa? Mambo ya kwenye kikundi ni ya kwenye kikundi. Sisi tunachokitaka wewe upumzishwe kidogo, upumzishwe, ujihuzuru, awekwe mwingine akalie hicho kiti mwingine. Haya, wewe unasemaje? Ujihuzuru. Sawa. Sasa kwa skendo hiyo mbaya. Sawa. Si mnataka nifanye hivyo? Nimeshawaambia nitafanya. Haya basi sasa naomba muinuke.